Enyewe, Kenya ni nchi ajabu sana. Wanasema asiyesikia la mkuu huvunjika guu, au sio? Lakini pale South Sea mambo yaligeuka. Mjenzi aliamua kuwa yeye ndiye mkuu na yule afisa wa serikali aliyekuja kumuuliza maswali ndiye akaishia kuvunjika mguu. Imagine unapanda ngazi kufanya kazi yako, badala ya kupewa permit unasukumwa kama mtu anayeiba simu mtaani. Afisa anaanguka, mguu unaumia, na polisi wakijaribu kuingilia, gari lao linapigwa mawe na vijana wenye misuli imekunjwa na pesa ya guns. But we know as a government the owners of the building, and also we know the contractor who was working on this building. We also know the consulting company which was supposed to be doing the supervision work of this building. Also we have all the approval document from the Nairobi City County government and the number of floors which this building was supposed to go. According to the approval document which we have, this building was supposed to go for 12 floors, but it is reported it was already at 14th floor. Hii ndio Kenya tunayoishi kwa sasa, ambapo mjengo unapigwa X mara 3, lakini bado unapanda hadi ghorofa ya 16 kana kwamba unashindana na mawingu. Buildings are going on. Some are questionable. Anytime you ask, they'll tell you they know who is who in the government. Buildings are coming up here in South Sea, some of them, even in a year or two, more than 16 to 15 floors are done. Karibu kwa the POV desk. Na leo tunapasua ile roho ya utanifanyia nini ambayo imezika watu 4 chini ya magofu haya. Wakuu, hebu tuangalie CCTV vizuri. Hii incident ya msee ako na maroon shirt haikuwa bahati mbaya. Hii ni impunity on steroids. Polisi wanashambuliwa mchana kweupe. Live. Hiyo ni signal tosha kuwa hapa hakuna sheria. Hapa kulikuwa na state within a state. Hawa supervisors walikuwa wameshikwa mwezi wa 7, wakalipa 20k cash bail, pesa ambayo labda hiyo ni pocket change kwa huyu developer. Kisha wakarudi site kuendelea na dhambi. Je, 20k ni bei ya maisha ya Mkenya kweli? Haitoshi ama? We are not going to rest until those who have been involved in one way or the other to cause the damage and the suffering of the families of those who are trapped in this building must pay as far as the law is concerned. Sasa tuingie kwenye technical room. Ukiangalia approval documents za Nairobi County, mjengo ulipo 12 floors, lakini grid ni kama ugonjwa. Waliongeza ghorofa 2 kwanza ikawa 14. Wakasema mbona tusimalizie na zingine 2 zikawa 16. Also we have all the approval document from the Nairobi City County government and the number of floors which this building was supposed to go. According to the approval document which we have, this building was supposed to go for 12 floors, but it is reported it was already at 14th floor.
Kitu ambacho mainstream media haiwaambii ni hiki: Albion Consulting Limited walikuwa wanajenga bila license halali tangu Julai 2024. Hii ni kama kuendesha gari haina brake, haina insurance, haina taa, lakini inabeba watu 16 kwa speed ya 120. Hii collapse haikuwa if, ilikuwa when. Hapo ndipo The Point of View Desk inakasirika zaidi. Dr. Gishuhi na residents wa South C waliandika barua 43. Imagine barua 43 zikipotea City Hall. Chairman was here, Dr. Gishui was here. As residents of South C, they have written more than 43 letters to the county government requesting and asking about some buildings that have been suspicious or do not have approvals. But there's no been good response. 43 letters from the residents of South Sea Association. Buildings are going on. Some are questionable. Anytime you ask, they'll tell you they know who is who in the government. Buildings are coming up here in South Sea. Some of them, even in a year or two, more than 16 to 15 floors are done. Hii si uzembe tu. Huu ni mfumo uliotiwa mafuta. Wakati miradi ya serikali inachukua miaka, huku South Sea gorofa inapanda kama mahindi baada ya mvua. People are already living in some of these buildings that are less than a year old. We are sitting on a ticking time bomb, and South Sea is ground zero. And we say that this could just be the beginning. As we speak today, we are requesting every single construction that is going on within South Sea to stop so that a new evaluation is done. A new evaluation is done through the National Construction Authority, the approvals from the county. We need a multi-agency approval before these things go on, because we cannot allow disasters like this to go on, yet we know where the problem is. The people issuing approvals to buildings and cannot come and supervise and see if the buildings are getting to the standards that are needed, we'll have to face the law. Saa 10 asubuhi giza likaingia mchana. Taxi driver was waiting to get a customer, and there were two pedestrians who were standing there, and he saw them getting trapped when this building was coming down. So we still have two watchmen and two pedestrians. In the taxi, there was nobody. Dereva wa taxi yuko Mbagathi Hospital kwa sasa, lakini passengers wake bado wako chini ya mawe. Watchmen wawili ambao walikuwa tu wanatafuta riziki ya familia zao wamefunikwa na kiburi cha tajiri. Inakuwaje tajiri anataka kupata faida ya ghorofa 16, lakini maskini ndiye anayelipia hiyo faida na maisha yake? We are not going to rest until those who have been involved in one or the other to cause the damage and the suffering of the families of those who are trapped in this building must pay as far as the law is concerned. POV Desk verdict ni hii: hatutaki investigations za miaka 10. Nataka yule aliyemsukuma afisa afungwe, nataka developer afungwe, tunataka kila mjengo South Sea ukaguliwe upya leo, si kesho. So we are asking and demanding that every single construction that is going on in South Sea must first stop, evaluation done, and every single multi-agency to come and give new approvals to these buildings before such disasters happen. Nipe maoni yako. Je, unadhani hii ni mara ya mwisho kusikia story kama hii, au tujiandae kwa mazishi mengine? Subscribe, like na share hii video iwafikie wale waliopuuza barua 43. Mimi ni wako The DM Danson Mushiri.